So therefore, whatever you are doing, it is an important thing for your life because it carries, ndio inabeba uzito. Kile giothe wikaga nikio kioyaga uritu. Mutasikia Kikuyu nyinyi yote Gatuko kidogo tu utafloat. Ndio na maana nilikuwa nasema tutengeneze, because I'm trying to find myself this. Tusome kitabu cha Matendo ya Mtume, Acts chapter number 9 from verse number 23. Acts chapter number 9. We read from number 23. Tuenda tukisoma tu pole pole because I know nipatia Kiswahili. Hata siku nyingi zilipopita, Wayahudi wakafanya shauri ili waamue. Wayahudi wakafanya shauri ili wafanya nini? Wafanye maamuzi. Kwa hivyo kwenye huduma ama kwenye kazi zako na maisha yako kuna maamuzi ambayo tunafanya, unastahili kufanya. There is a commitment, there is a decision. Hata siku nyingi. Lakini hila yao ikajulikana na Sauli. Wakamvizia malangoni mchana na usiku wapate kumuua. Unaelewa? Walimvizia, they hid, walijificha. They planned to kill him. Ya Kiingereza inasema, when many days had passed, the Jews plotted to kill Paul. They had a plan to kill him. Walikuwa na mpango ya kumuua. Lakini siku nyingi waliishi wakipanga. Lakini hila yao ikajulikana na Sauli. Wakamvizia malangoni mchana na usiku wapate kumuua. Kisha wanafunzi wake wakamtoa usiku, wakamshusha ukutani, wakimteremsha katika kapu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani in life, katika maisha ya binadamu ama katika maisha ya maongozo fulani ama uongozi fulani, there is watu ambao husimama na mtumishi wa Mungu. Watu ambao wanasimama katika maisha yako. Watu ambao wanatembea pamoja na wewe. Wakati ule hawa watu walikuwa wamepanga nia, wamepanga mipango ya kumuua Sauli. They had a plan. Walikuwa wamepanga kumumaliza, lakini hawakuweza kumuona. Wanafunzi wake wakamtoa usiku, wakamshusha ukutani, wakimteremsha katika kapu. Bwana Yesu asifiwe sana. How many times have you found yourself umejikuta kwenye sehemu ambayo unahitaji msaada wa mtu? How many times mimi mwenyewe kama mtumishi hapa nimehitaji usaidizi wako? How many times umekuwa kwenye kazi fulani unahitaji usaidizi wa binadamu, watu wenzako, marafiki wenzako, watu ambao wanaitanishwa na wewe wakakusaidia, wakakurekesha. Angalia, walimweka kwenye kikapu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisha wakamteremshia kwenye ukuta, kulikuwa kule juu gorofani, wakamweka kwenye kikapu, akafichwa ndani ya kikapu, akateremshwa kwa mkanda pole mpaka akafika chini, akaambiwa basa potea. Maana kila wakati katika maisha yako, kila wakati katika huduma yako kuna maadui. Kila wakati katika biashara yako kuna nani? Kuna maadui. Na hawa watu mnaishi pamoja nao, kama walimvizia malangoni. They waited him kwenye milango because they knew this man is here and they were sure this man is inside. But there were technical people, watu wake wa karibu, people wa karibu. Na ndio it's very important that we have a team that works with you closely. And when I choose and I tell people that you be my friends, you be close to me, it is because I know you are capable of doing something that can be of good to other people. How many times have you thought
of lifting maisha ya mtu mwingine. How many times have you thought kuweza kumfunika, kumcover a friend, kumcover a brother, a sister? Somebody is in a problem. How many times have you assisted that person that is in a problem? Somebody ako kwenye shida fulani, ako kwenye tatizo fulani. How many times, ni mara ngapi umemsaidia yule mtu? Huduma kama hii tuko hapa. Tunakuhitaji wewe kama intercessor, tunakuhitaji wewe kama mwimbaji, tunakuhitaji wewe kama mhubiri, tunakuhitaji wewe kama kiongozi fulani katika shinikizo fulani. Umekuwa wa msaada gani? Umesaidia kanisa hili kusimama vipi? What is the effort that you have towards building this church? Are you a parasite or you are a beneficiary? Wewe ni kupe ambaye imekuja kunyonya, ama ni msaada umelete hapa? Bwana Yesu asifiwe sana. Because kuna watu ambao tuko na wao ni makupe tu. Kuna wao ambao wako hapa ni watu wa msaada, unawategemea. Kwa sababu kila huduma na kila kazi unayoifanya, unafanya kazi ile kwa sababu kuna watu ambao ni wasaidizi wako. The vision carrier sio mwenye vision bearer. Maana the vision bearer ni yule ambaye ako mwenye maono. Nao vision carrier ni mbebaji wa nani? Wa yale maono. There's a difference. The vision bearer ni mimi nilipatiwa maono, lakini to interpret maono yale na kuhitaji wewe ndio unisaidie kufafanua Mungu anataka kusema nini. What does God want? That is why we call it the vision carriers. Ni wabeba, ni watu wa kubeba maono yale. Unaweza kuyabeba, kuyaweza kufafanua na kuelewa Mungu anataka kitu gani. How do you consider yourself? Are you a carrier of a vision or you are a parasite in the vision? Maana kuna watu wengine, they're just parasite. You are here because you are just here. Uko hapa tu ukae. There is nothing can be associated with you and there is nothing that can be linked to you. Hauna kitu kimoja. Katika maendeleo yote yamefanyika hapa, hakuna kitu ambacho unaweza kusema I participated. For you to grow hapa na uende ugrow kwako nyumbani na watoto wako wa grow, maisha yako igrow, lazima kuna mahusiano na mahali unaishi, mahali unafanya kazi, mahali unaabudu. Katika ibada yoyote ile ambayo unaifanya, kama hauna shinikizo la kuimarisha ibada ile, basi hata kwako, hata kwa mwili wako, hata kwa fikira zako, hata kwa mipango yako, you will not be able to succeed. Hauwezi ukafaulu. Because whatever you are doing here is a reflection kwako nyumbani. Unaona sometimes nakutishia, Flozina kwambia ningependa kuja kwako kuona kama ingekubalika. Because I want to see if you unakaa hapa, because it is a reflection ya kwako. Ukaona mtu ni mchafu hivi, ni mtu mlegevu hivi, yani unakuta uchafu hapa, unakuta vitu hapa vile hivyo ndivyo huyu mtu alivyo. Hata ukienda kwake utamkuta the same. There's no big change. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is what makes somebody look at, can I give this person a responsibility? Naweza kupatia huyu mtu kazi. Naweza kumwachia kitu afanye. Naweza kumwachia mazingira fulani ama jambo fulani akaliendeleze. Hapana. Kwa sababu nikikuona venye just nimekukuta hapa, kama mfano na kutanga wakati najifanya tu napita, nimepatiano chai hapa, unakuta mtu ameekelea kikombe kwenye kiti hapo. Ameekelea sahani kwenye kiti hapo. Now, kiti ameweka hii, ingine ameweka hapa. They are eating from the seat, kiti. That is an abomination. Abomination. Ni abomination ama ni abomination? Abomination. Yes. You don't eat from a seat. You don't place your food kikombe yako kwenye hapo umekalia. And that one nikikuta umekelea kikombe kwenye kiti, nitataka kufuata kwako nijue, because that is how you are. It is a complete reflection ya what you are. Because that misunderstanding, failure to understand, it is wrong. It is a failure to, it's an indication
in you, you don't see anything wrong. So when giving responsibilities, I will not consider you as first class. I may be considering you as number 10. When I'm choosing from 1 to 10, I'll give you number 10 or number 11 ukwe substitute in case you are needed. Bwana Yesu asifiwe sana. And why nimefanya hivyo? Because it is a simple thing ambayo nimeangalia, nimeona umefail. A simple thing that you needed common sense. You didn't need something that upelekwa shule ati ndio uelewe ni vibaya kufanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakuta kwenye viti hivi wakati tunaamuka, kwa mfano tumeamuka ama umekuta kiti, kwa mfano watu wengi wakikuta kiti imepangwa vizuri, utakuta lazima atapenda kusogesha kidogo. Hello. Viti vimepangwa vizuri hivi, lakini utakuta bado amevuruta, anataka kusonga kidogo ama anataka kusonga kidogo hivi. Kwa nini haukutaka kufuata mipangilio iliyokuwa? Lazima uvuruge mipangilio iliyokuwa. Kwa nini? Kwa sababu ajenda yako kwako ndani unakuanga na damu ya kuvuruga. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hata ukiingia kwenye kampuni ambayo imesimama vizuri, lazima utainua vita kule ndani. Hata ukikuta watu wanafanya kazi vizuri, watu ni intercessor, watu ni praise and worship, ukiingia tu ndani yao, lazima utafanya kitu ambacho kitaleta vurugu. Why? Because of lack of integrity. Kukosa ile mwelekeo. Maana na hivyo nikikuona ukifanya vitu kama hivyo katika maina sako, I will not allow you to come. Because utatuvuruga. Utakuta watu wako pamoja wamepanga, wanajua, na kwa sababu hiyo hautaweza kunitetea, hautaweza kunipigania, hautaweza kupigana na mimi. Kutakapotokea jambo ambalo ni kali sana, ni moto sana, utaniacha. Hawa watu wanafunzi wake wakamtoa usiku, walipojua kumeivana, kimeumana, karibu kiwarambe, walimtoa usiku, maana geti zote zilikuwa zimefungwa. Wale maadui wa in front kule walikuwa kila mahali, they covered, they knew they wanted to kill him, but for them they knew this man is not going to die. This is our man. This is a man we love. This is a man we are working with. This is a man that we have faith in him, and they covered him. But angalia kanisa kama hii, sisemi nyinyi, nasema kanisa kama, utakuta wale watu ambao ungewategemea kabisa wakuwe msaada kwako ndio wachawi. Wale watu ambao ungewategemea kabisa wakuwe msaada kwako ndio wanapanga wakuwekeka kitu kwa chakula. Maybe ni kamote. Bwana Yesu asifiwe sana. Anataka kuwekeka kitu ndio uanze kumuona, unamuona na jicho lingine la mapenzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine ndio huyo ako na maombi kule kwenye mlango pale, ameweka maombi yake, amefanya hivi, amekuja kwenye madhabahu hapa, amelala hapa chini, maana kuna kitu nataka kuzungumza. Nitakapokuja kuzungumza hapa, nikikuwa na kuzungumza, yani nasikia kitu kinanishika tu, kitu kinanishika, gethiorora kirani itogo ginyanga yua. Yes, ole nitariwo getweka first lady. You are not, that is not what we call being loyal to the ministry, the company, the family, whatever you are doing. Durateithia, hausaidii hata kidogo. You become of use when you understand the vision and you implement the vision. Do you get me? You understand the vision and then you implement the vision. Because the man of God, for example, let's use the church. The man of God is not the vision. He is a bearer of the vision. Bwana Yesu asifiwe sana. The man of God is not what? The vision, but the bearer of the vision. Then you, when you came into my life, you came to be the carrier of the vision. The carrier of the vision is more important than the bearer of the vision. Are you getting me? The carrier of the vision is more important than the bearer of the vision, because me, I have a dream. Niko na dream, lakini to interpret the dream sijui. Kulikuwa na mfalme alikuwa anaitwa Farao. He had a dream of 7 thin cows and 7
fat cows. He tried, alijaribu kufanya interpretation, by all means akashindwa. Akatafuta waganga wakashindwa, akatafuta wachawi wakashindwa, akatafuta nini, alitafuta kila aina ya watu wakashindwa. Why? He had the vision, but he didn't know what the vision meant. I can be the bearer of this ministry, but interpretation of how and where God wants us to be ninanyimwa. Itahitaji mama huyu akue hapo ndio aendeze, ndio afanikishe, ndio apeleke mbele maono yale. Maono hayapelekwi na yule mwenyewe. Maono hupelekwa mbele na wale ambao wamekuja kumsaidia. Sasa wewe jiulize, wewe umekuja hapa kuvunja ama umekuja kufanikisha? Na kama umekuja kufanikisha, ni nini umefanya kimoja bila msukumo? Ni nini umefanya kimoja bila ushawishi wa mtu mwingine? Bila kuambiwa na mtu, this is what you are supposed to do, this is where you are supposed to be. Ati sasa amkeni, unaamuka. Kaeni, unakaa. Viti umepata wewe, umekuja hapa, you are always here in the morning, but hujui viti vilipangwa namna gani. Na hata ukikuta viti hivi havijapangwa vizuri, kimoja kimeingia huko, kingine kimeenda, hauna mwelekeo, hauna maono ya kuona ni vizuri kupanga kiti hivi. Have you ever found yourself in a situation umekuta watu wamekaa na wamekaa vibaya, na wewe unakuja unakaa na wao vibaya? Wenye wamekaa, unaona wamekaa wakiangalia kule, na inafaa kuangaliwa kule, na wewe unaangalia wapi? Kule, because you are not a vision carrier. Wewe si mbebaji wa maono. You are just but a spectator. There is a vision bearer, a vision carrier, and a spectator. Mtu mwenye tu ako hapa, haoni kitu kizuri, haoni kitu kibaya, but uko tu. Na pia watu ni wazuri kwa sababu ni wakujaza viti. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jichunge sana, usipatie mtu akujaza kiti, ukampatie maongozo aina yote pale. Maana utakapopatia muongozo, utakuta vile ulivyoacha, hata utakuta ikiwa wasi. Sababu nyumba haitafagiliwa, utakuta ni chafu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka ukuja uangalie, waambie watu, angalia sasa floor kama hii unaona ikiwa sawa. Lakini kwake haoni ubaya. Lakini matope imejaa, uchafu umejaa, kila kitu kimejaa, kichafu. Yeye haoni. Hata ukamwambia huku si kuzuri, haoni. Anaona vizuri tu. Anapika chakula chake hapo mnakula kule. Anafanya mambo yake humo tu. Na unakuta bado anaongezea uchafu mwingine kwa sababu anaona ni kama hii ndio maridadi. Because you are not a vision carrier, and also you are not a vision bearer. People that will fight for the ministry like this one. People that will stand. Utasikia tunazungumziwa kule pale nje. Unasimama hapo unasema, aise, mnachokizungumzia ni uongo. I know that place. Hata unaweza kujifanya, you are not part of the place, but I know that place. I know that man of God. Whatever you are talking about him, it is wrong. He does not do that. Hata kama unajua anafanya hivyo, unasema he does not do that. I know him. Unasimama kidete unamtetea. Hawa jamaa walijua kuna hatari kubwa. Kulikuwa na hatari ya huyu jamaa Sauli, maana walitaka kumuua, lakini wakapanga mipango, wakamweka ndani ya kikapu, akaingizwa. Hayo ndio kulinda, kupigania, kutetea na kuendeleza maono ya mtu. Maana they knew this man, kuna maono wako nayo, hivyo hatutakubali afe. Lakini sasa wengine mtasema yake akwe. Wanani hato nyalileta muno. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanafunzi wake wakamtoa usiku. Walikuwa wapi usiku? Walikaa na yeye usiku, because they knew there was danger. Walisimama na yeye usiku because they knew there is a plan hatched against our boss, and they made sure mtu wao hataangamia. They made sure mtu wao atafaulu, ataenda na atafanya. Tena ni nini? Bwana Yesu asifiwe sana. It is very important for you to understand this. For we to win any battle ambazo ziko mbele zetu,
Maana tuko na battles kubwa tutakutana nazo. Kuko na mipango mingi wametupangia. Watu wa Freemason, watu wa artificial intelligence, watu wa one world order, wachawi local, wachawi unlocal, wachawi international. They will all come and they will be fighting us because we are fighting their boss. And when you find a church like this one, hatuna vita na watu wote, tuko comfortable. We are not with God. Hello? The day utakuta tuko comfortable, tunakunywa vizuri, tunakula vizuri, tunakaa vizuri, kanitha gaitoka tire maundu maige, no kamweretho, no gukena, no menya hingo iyo Ngai atwehereire tene. Hello, Beatrice. If you are not hit, you are not with God. Umesikia? Kama hujagogwa, unagogwa mpaka ukienda nyumbani unasikia kweli hapo ni kama sitarudi kesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ujue you are not with God. Kwa sababu anayekupiga ni nani? Ni shetani. Kwa hivyo kama shetani hana vita na wewe, it means you are in bed with him. Si ndio? Lakini wakati vita vimekuinukia, unajua I am in the right position, doing the right thing, doing the will of God. And when you are doing the will of God, the devil will not be happy with you. He will try to stop you doing the will of God. Therefore, he will fight you. If you are not fought, you are not with us. This is how. Na Sauli alipofika Yerusalemu, alijaribu kujiunga na wanafunzi, nao walikuwa wakimwogopa wote, wasisadiki ya kuwa yeye ni mwanafunzi. You see, any chosen man of God, he is not ordinary, he is an ordinary. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mtu ambaye si wa kawaida, hana ukawaida. Maana mahali wale wamefukuza, alipoenda kujoin wanafunzi pia ni kama hawakumtaka, wasije wakasadiki kusema this is man, tuko pamoja naye, because they knew the plan against him. So whenever you are, you must not be an ordinary person. In whatever field ambayo unafanya, kama wewe ni muimbaji, usikuwe tu muimbaji wa kawaida. Kama wewe ni asha, usikuwe tu asha wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama wewe ni manager, usikuwe manager wa kawaida. Kama wewe ni supervisor, don't be just an ordinary supervisor. Kuwa mtu ambaye ni wa kipekee. That every place you go, you will cause people to know umeingia. In any field umeingia, you will cause people, ukiingia tu, kila mtu ataanza kusema, he, na huyo anaonekana ako na akili mingi. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu kipya ambacho umekibeba. Kuna kitu ambacho kiko ndani yako, ambacho kinafanya kila mtu akikuona anaona utofauti. Una kitu ambacho, lakini sio kwamba ulikuja hapa kwenye kampuni, tumekuajiri kampuni hii, venye ulikuta, unakuta bado tunaendelea na sura hiyo. Ulikuta tukivaa shati moja, bado unakuja tunavaa hiyo. Hata wewe unavaa, hakuna kitu hata kimoja umefanya cha kuleta marekebisho, cha kuleta any improvement, cha kuleta any change. Yani, the way you came here, it is how this organization is. No, then you don't belong here. Ati kwako uliolewa ukakuta mzee ni wa t-shirt moja, tutrosa ni kawili, kamoja kakwenda kazi na kamoja kasa the best. Kitada nikashuka, na bado unakaa huku kama mke na unasikia comfortable kulalia the same. Na unaona mzee anaosha hada ya usiku, anaivaa asubuhi, na bado unaona this is okay. I'm telling you that's very wrong. Mahali popote unaenda, you need to create change. Unalete mabadiliko. Ukikuta hizi mic zinakaanga hapa, sio lazima zikae hapa. Ni mimi nilisema zikae hapa. Si kumaanisha it is an order. Si Mungu alisema, ni mimi nilisema. Kwa hivyo una uwezo fulosi kutoa hizi mic uzipeleke wapi? Uzipeleke hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Una uwezo wa kupeleka hapa, kuweka nini? Kuweka hapa. Ndio nini? Upate nafasi ya mchezo. Ama una uwezo wa kupeleka kule, mkae kule, wengine waongoze hapa.
Lakini si eti kwa sababu nilikuta atashika kwa na niko kirashika gete shika na gyoguo. It means you are visionless. Hakuna, you can never be entrusted on any vision. Because when you are called a vision carrier, you are brighter than the vision bearer. Because you have the capacity to interpret. When Farao alikuwa naona ng'ombe, hata kama ni wewe niambie, wewe unaona ng'ombe moja, ng'ombe 7 konde na ng'ombe 7 zimenona. Then what else do you want to expect? Si unikuweka kwa inaonekana kama ni uchawi, inaonekana kama ni uganga, inaonekana kama ni mambo. Lakini kulikuwa na mtu ambaye anajua kuinterpret that vision because it was a vision. Na huyu mtu walitafuta waganga wakashindwa, wakatafuta madefiner wakashindwa, wakatafuta wachawi wakashindwa, wakatafuta kila mtu wakashindwa. Wakati walimwendea mtu anaitwa Joseph kule jela, alipokuja alisimama tu hivi, akakuwa na insight. This is not about the cows, it's about the numbers. Kitu ya kwanza akashika. This is not about what? The cow. It is about the number. So you have a high level capacity. High level capacity to be able to see ni kwa nini viti vimepangwa hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Because I'm training you. Ninawafundisha. Ndio na nyinyi muweze kuwa kunisaidia. Because nikiendelea kuwa mimi ndio one man guitar kwa hii church, hii hatuna kesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwenye alianzisha Catholic yako hai? Hayuko hai, but Catholic is growing better and stronger. Mwenye alianzisha Anglican yako hai? And Anglican inakuwa na inaendelea. And for any ministry to succeed, ni wewe kunielewa. Mimi kama kiongozi wako ni kunielewa. Kuna kitu staki. Na ukiona venye unaangalia tu venye nimetoka hapo, venye nimetembea, nimelegea hivi, unajua kuna kitu kibaya hapo kimefanyika. Kuna kitu hekwedo kitaredekana. Lakini sio uendelee kupush, unaendelea dilia bosho na nilo ya hebosho ro mudenya. You see, it won't make sense. People need to understand. So wakati Joseph alikuja tu, hakaangalia ng'ombe, hakuona kukonda kwa ng'ombe ama kunona kwa ng'ombe, aliona season. Bwana Yesu asifiwe sana. You are a vision carrier, sees extraordinary. Extra kuliko venye watu wanaona. Nikiona hii mkeka ya red, si interpret na mkeka ya red, na interpret with what kind of a spirit. Ni malaika mgani huyu? Nini? Why do we have red not green? Why do we have white not blue? Why do we have that blue planet? You just look at things and see and bring in kuelewa. Why do we have this? Huyu mama alivaa black leo kwa nini? Ni spirit gani ilikwambia uvae black? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nini, kwa nini ulivaa black? Kwa nini wewe umevaa black, amevaa black? Nani alizungumza? Ni kwa nini umevaa uko na black, huyu ako 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 na black, and mmejikuta mmekaa pamoja? Was it a plan? Was it a coincidence? There is a spirit behind it. Bwana Yesu asifiwe sana. There is a spirit, and being a vision carrier, it is to be able to understand what is the spirit behind what the move that is happening now. Bwana Yesu asifiwe sana. Because it is a move. It happens. Kuna siku navaanga nguo nakuta hata nyinyi wote mmevaa the same like me. Why? What could be the reason? Kwa nini? Are you copying me? Were you in my house? Were you in my dreams? Were you in my thinking? No. But there is a spirit ambayo ilitufanya tukafikiria the same. That is how you know that you are a vision carrier. I don't know whether somebody is getting this. That is how you know that you are what? A vision carrier. That you come, mumeanzisha kikundi cha intercessors, na hiki kikundi una uwezo wa kujua huyu anapenda hivi, huyu hapendi hivi, huyu anafanya. Kisha una balance, unaleta kitu ambacho kitawafanya hawa watu wote wakuwe pamoja. Then you have a common fight, a common agenda, a common sight. Without that, you can't. You cannot go anywhere. Also to understand what motivated you.
What is the motivation? Ni nini kinakufanya ukae hapa? Why do you? Mbona ukaa huko na kuonanga hapa kila siku ukiiba hapa. Unaiba sana, mnashikana hivi mkiiba mpaka mnaenda chini. What is the motivation? What drives you? Bwana Yesu asifiwe sana. What drives you? Is it because of interpretation of the dream, or is it because unataka ukiniona nikipita pale ndio saa hizo roho anateremuka, unajua kuimba vizuri? Ama unaimba because of your God? Ama unaimba because there is a spirit you are fighting? Because singing is a warfare. Ibada is a warfare. That is why I normally tell you, just come, do worship here. Worship throughout, because worship brings the presence of God. So if you understand, his ministry is driven by worship, then build worship that is strong. Because that's what we are. This is a ministry that is driven by worship. So how do you need? You don't run away. Fight hii, hapa imekuja. I will fight from here so that I pass the examination, niingie kwa examination nyingine. Most of us, we are repeating. Tunarudia same examination because you ran away from an examination. Na hauwezi kupita in the spiritual world, hautapita, lazima utarudi nyuma. No gashokera. Na ndio na tumerepeat, we are in the same position 10 years ago. This position you were, that's the same position you are now. Why? You've been repeating the class. Nikikuja kukutongoza usinionyeshe ati haiwezekani. Nionyesha it is very possible. Now, unielewe. Sasa umeelewa the snake that is in me. Umeelewa? Allow to know me. Allow yourself. Rimaka chandarabo serebo. Ayaraba yara kanta yara masendere. Ati unakemea pepo. Hapana. Bring me closer. Nielewe what kind of a demon. Understand what kind of a demon that is speaking in me. Then now deal with that demon so that you can leave me. Unifanye nikuwe chombo kinaweza kutumika kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Lakini ukizoremeka ndorori baya ndara kata utarudia. Sasa utaenda kukutana na Mnigeria. Na Mnigeria kona dola. Na sasa hiyo oshonito nini? Kanyumba ni kufugwa kadafugwa. Kimu Nigeria kikuje. Kiko na dola. Kinarusha madola huko, unajua Nigeria wanajua kubend. Hata kwa wanawake anaweza kubend tu. Can I love you? Na Wakikuyu mnapenda hivyo. Kimu Nigeria kipiga magoti chini. Unasema, oh, this is God sent. Oh, hallelujah. Ugo niko korogwa rumetaya. Umeingia kwenye mtego. Kama ungemshindia pale Mnigeria hangekuja. So don't run away. Confront it. Fight and make sure you've won the battle. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kesho tutatembea na wewe vizuri. Nakuita Charity todi tukanywa gachai. Yes, nikijua tukifika huko kwa chai. Apostle nidi kwa da kunywa gachai. Nyuma na ihenya anini ye. Si ati ukuwa na haraka, lakini kile kilikuwa kinakusukuma ukuje, kimekuwa exposed mpaka unaona aibu. Wewe mwenyewe unaona aibu. Unashindwa kupelekana na huyu apostle. Kwa sababu unaona ni kama anakuona. Why? Because the spirit that was in you has been exposed. You have won the battle. From there, tutatembea na wewe, utakuja kwangu na ulale na uamuke na uende nyumbani vizuri, comfortably, ukijua you came to the house of man of God. Lakini sasa nikikuja uniagushe, nitaletua huyu, mpaka the day I will be able to win this battle. Lord, it is a battle that you have to win. It is a battle that we have to conquer. You don't run away. You win. Ukikuja hapa utukanwe. Si ulitukanwa siku moja ukaenda. Kazungumziwa maneno makali ukaenda. You don't run away. You come back. Baka win this battle. Ndio unaonanga vitu vingine na virudia. Ukifanya hivi, tukienda hivi, nikienda kumekuwa kugumu, narudia tu pole baka wakati nitashinda. Nikishinda sasa natoka naenda kwa kwingine. Nikishinda natoka because nimerudia. Nimefanya hii examination for too long.
until when I was able to know that ninakuanga kwenye mtihani, nimepoteza miaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Until you are able to win. Lakini Barnaba, angalia sasa, waliweza kufaulu kumtoa, wakamteremsha, kisha wakamficha, maana they understood the vision of God in this man. Kisha lakini Barnaba akamtoa, akampeleka wakati mahali walikataa. Turudi nyuma kidogo tafadhali. 26. Na Sauli alipofika Yerusalemu, alijaribu kujiunga na wanafunzi, lakini ukafanyika nini? Wanao walikuwa wakimwogopa, because he had not won. Hakuwa ameweza kushinda that spirit ambayo ilikuwa inataka kumuua, because it is a spirit ambayo that was trying to kill. Nao walikuwa wakimwogopa wote, wasisadiki ya kuwa yeye pia ni mwanafunzi. Yani hawakutaka na wakujua ya kwamba this man pia ni mwanafunzi. Alekiradhi anapitia 27 please. Lakini Barnaba akaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamtoa, akampeleka kwa mitume. Hello. Kwa sababu aliunderstand huyu mtu si wa kawaida, pia ni mtume. Barnaba akamtoa, akampeleka kwa mitume, akawaeleza jinsi alivyomuona Bwana njiani, na ya kwamba alisema naye, na jinsi alivyohubiri kwa ushujaa katika Dameski na katika kwa jina la Yesu. Why now? Because of winning the spirit that wanted to kill you, God will send somebody to come and go testify on your behalf. Bwana Yesu asifiwe sana. That is, hiyo ndio ishara ya kujua kwamba ushapita mtihani. Maana angekosa, wale wanafunzi walimkataa kwa sababu wanamjua. Najua huyu ni yule Paulo, ni yule anatuchinjanga. Kule kwingine walikuwa wameziba. Kwa hivyo everybody was against him. Everybody, na ungetaka kuonekana na yeye, maana utauliwa. Ungetaka kujulikana unatembea na waroige, maana kuna wengine wanakutazama na idaka kanisa lingine hapo town. Hakuna mtu angetaka kuonekana wanatembea na Sauli. Lakini alipofaulu mitihani yote, aliporuka viegezo vyote, Barnaba aliletwa na Mungu. Akaletewa mtu wa kumpigania, mtu wa kuleta ushuhuda wa kusema this is a man of God. Once you win a battle, a spiritual battle, there will be a confirmation in your life that God is with you. God will never forsake you nor leave you. God will not let you to suffer. Bwana Yesu asifiwe sana. Because you are in his purpose and you have made it in his purpose and you have succeeded in the purpose of God. Praise be the name of God. Number 28. Please. Naye akawa pamoja nao katika Yerusalemu, akaingia na kutoka. Angalia sasa. Yule ambaye alikuwa achinjwe, sasa kwenye huo mtaa wa Yerusalemu alikuwa anaingia na anatoka bila wasiwasi, because a word from God has confirmed this is a man of God. Why? Because ameshinda vita. Wakati Josefu, kumbuka Josefu aliposhikwa na ni the commissioner of police ndiye aliagiza shikwe, because Potiphar alikuwa the commissioner of police na alikuwa mwanamke wake amemzingizia ya kwamba he wanted to rape. So when he was taken to prison, he was taken to prison out of an order of a very senior man in the government. So hangepata kitu chochote ambacho kingeweza kumsaidia ama mtu wa kumsaidia, because this man is in prison on orders of a very senior person. Wakati you are arrested on order of a very senior person, it means you have to be very careful. Anything can happen to you, because this senior person can say nendeni muue huyo mtu. So Joseph was in prison on orders of a very senior person, meaning hakuna mtu mwingine angemsaidia ila huyo senior person. But because he sustained
Alipopelekwa prison, alikaa kama prisoner na akaanza kufanya kazi ya Mungu while in prison. Akapita mtihani while in prison. Kukatumwa watu ambao wakakuja akainterpret their vision, akainterpret their dreams. Then while in prison, Mungu akatumana aende achukuliwe prison, maana kule kwingine kuna mahali anahitajika because ya kupita mitihani. Ni muhimu sana kuvumilia na kupita mtihani. Hakikisha you win. Spiritual battles, they are not jumped. You don't jump a spiritual battle. You don't run away from a spiritual battle. You don't run away kwa sababu umekasirishwa na apostle. Sasa unasema I have resigned, I have gone. No! You confront that spirit. Because hata mimi shetani anaweza kunitumia kukufrustrate. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unavumilia. Maana ni kitengo. Nyinyi mkiwa intercessors, sio kutoroka eti kwa sababu venye kulikuwa kumepangwa tunaanza kuendagi hivyo, mnatoroka, mumeaguka mtihani. Okoreko gemugathie tondu no muthie kundu kungi, mugathie mucemanie na thina tocio. Lazima ushinde vita vya kiroho ndio upandishwe ngazi. Hakuna corruption kwa Mungu. Because most of you, we are born corrupt, we grow corrupt, we walk corrupt, we think corrupt, we think everything in corruption. Hakuna. In heaven, hakuna corruption. You cannot bribe your way to success. To be a minister like me hapa, I have gone through. Uliza kina Karo pale, watakwambia I have gone through. I have failed. Nimeaguka, nimeinuka. Nimeaguka, nimeinuka. Nimeanguka, nimeinuka. Nimefanya vituko. And every time nimefanya kituko kamoja, ninarudishwa class 1. Tena ninaanza tena upya. Nikipita hiyo, mpaka wakati nilirealize how to do it, it is to win battles. The moment nilijua sasa, it is all about winning battles, conquering these battles. That is now you can see, I'm able to move one step. Naongojea hiyo step, naambiwa now, move second. Ninaongojea, ninaambiwa move another one. I have never, tangu nilijielewa, sijawahi make a double step. Huwa I make step after the other one. Step after, and this step I have to be confirmed. Now, go to the next. Tunaenda. Kuna wengine hapo nasema, hey, tumechelewa, kanisa niliende pole pole, mambo inaenda pole pole. No, wewe endaga. Wewe thiaga, nitogo gukora na hau mbere. Bwana ni agosho. Wewe fanya nini? Wewe endaga. Wewe tutakukuta tu. Mimi wacha niende na the pace ambayo niliambiwa na Mungu ni one step. Simama hapo. Ananipeleka, ananiangalia, ananichunguza, nikipita another step. Na kila step nitaletewa watu tofauti. Step hii nimeletewa Charity, step next nitaletewa Beatrice, step next nitaletewa huyu, step next nitaletewa huyu, step next nitaletewa huyu. Kila step there is a challenge. And in every step there is a Barnabas. Bwana Yesu asifiwe sana. Every step there is someone fighting you, wanting to kill you, wanting to destroy you. And in every step there is a Barnabas who will come and confirm once you pass the exam. He will come and say, this is a man of God. I know him. God will raise somebody who will come and say, indeed, I know this man. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is the most important thing for the ministry to grow. For you to become. Akahubiri kwa jina la Bwana na kwa ushujaa, akinena na kuhojiana na Wayahudi wa Kigiriki, nao wakajaribu kumuua. After kumalizana na Wayahudi, Wagiriki wakaingia, nao pia wakataka kumuua. Lakini kwa sababu alipita mtihani wa kwanza, hata huu mtihani mwingine atapita. Mtihani wa kwanza ulioupita unakusaidianga kupita mtihani mwingine. Bwana Yesu, because that is the foundation ambayo utasimama nayo. Maana kule alihubiri kwa ujasiri. Kwa sababu ya nani? Si kwa sababu ya wale watu wako huko. Si kwa sababu ya kitu kingine. Kwa sababu ya mtu anaitwa nani? Barnaba. Kwa sababu Barnaba alitumwa na akaambiwa na Mungu, nenda umtangaze mtumishi wangu na useme huyo ni mtumishi ambaye mimi nimemwagilia mafuta. Kwa sababu hakuaibika kulitangaza neno na kutoka. Lakini ndugu walipopata habari ya kumchukua mpaka lakini ndugu walipopata habari wakamchukua mpaka Kaisaria, wakamtuma aende Tarso. Kumbuka kule alishushwa kwenye kikapu na mandugu.
mandugu wengine wamekuja nao wamemsaidia kuepuka Wagiriki. Bwana Yesu asifiwe sana. Wamempeleka mpaka wapi? Kaisaria. Wakamtuma aende wapi? Tarso. So in ministry, in the work of God, in the work of your personal, there is somebody that will come in your life to guide you for the next process. If you walk uprightly, if you stand with the plan of God, and if you don't do corruption, maana you will not succeed. You will not succeed. You can't corrupt. Kama umetestiwa, kama umetestiwa kule ulitoroka ndio ukakuja hapa tena umekujikuta tena mahali ulitestiwa, vumilia tu, ufinywe vizuri, ufinywe utolewe vile vitu vichafu ndio uende next step. You don't jump, you don't run away. Vumilia. Kama umeletwa hapa nikutengeneze, vumilia tu hapa. Nitakutengeneza. Hata mimi natengenezwa, kuna kitu kinaniuda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni zamani kama ni zamani nivumilia nikae venye mnanisumbua, mimi nikae hapa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ndugu walipopata habari ya kuwa anataka kuuliwa, there will always be people to come and guide you, to come and raise you, to come and protect you, to come and fight and change positions for you. I say, that is what is very important. Be humble. Be humble. Vumilia. Hata kakiumana, vumilia. Kikikuramba, vumilia. Si kutoroka. Si kusema ati fulani si mtu mzuri, fulani alifanya, hatupeangi, hatagi, hakuagi, nani anaitwa nani? Mwele yote amefanya, ameenda, Flosi amefanya, ameenda, my sister pale amefanya. No, vumilia Penina. Vumilia tu. There is a price. There is a price ahead of you. There is something God has prepared for you. He's just waiting to see whether are you ready for that which he has prepared for you. Are you ready for the next task? Are you ready for the next move of God? Now we are in the next dispensation of the move of God. We gradually grow. Na kwanga nikiambia, kuna siku moja nilikuwa nakiambia akina Karo, sasa tumeshinda, tumepita. Now the church sasa iko ndio tunaanza kamili church. Wanakuja wananiuliza, kwani si tumekuwa kwa church tena tumeanza tena aje upya? No, we are in every class. When you get to class 2, you start afresh. Introduction, a new teacher, a new book, a new curriculum, everything. Ukienda class 3, the same. Ukienda class 4, the same. Every transition is a new transition. Every transition in your life is a new transition. Hata mtakuwa na mume, kwa wale wako wamefanikiwa kuwa na waume. Kila transition in your life becomes new. Bwana Yesu asifiwe sana. Every transition you make in your family becomes so understand. Are you in a transition? Don't push that man away. Don't push that woman away. Are you in a transition? Yes, tumepitia mapitio, tumefanikiwa. Sasa tumetoka kwenye mapitio. Sasa wakati tumetoka kwenye mapitio, sasa ndio unapata mimi naanza kubehave kama boss. Zamani nilikuwa nakuita darling. Nowadays natokanga saa 11 asubuhi naenda kazini. Sasa unaanza kusema, you don't have time for me. Unatokanga mapema, unarudi usiku. What has changed? Yes, something has changed. There has been a transition. That is why now I have been given a responsibility. Naamka saa 11 niende nikaripoti kazi, kwa sababu Mungu amenipatia hii kazi as a test, because he's giving me a bigger company which I will be able to be running. So he's training me. Sasa na wewe ambao ulikuja kwa kama mke wangu, na wewe pelekana na mimi nikiweza kuondoka. Ondoka na mimi. Nikiwa step 3, kaa 2 nyuma yangu. Tembea na mimi mpaka unishikilie, maana umeitwa ukuje unishikilie. Bwana Yesu asifiwe sana. Kukiwa na changes hapa, ingiana hizo changes. Kama ndio ulikuwa umeshikilia hii kitu, sasa umeambiwa toka kwa hii kitu, kaa hapa, kaa hapo umeambiwa, because you don't know whether ni Mungu ameniambia. Hebu tumuangalie sasa kama ako ready kwenda kwa hiyo ingine. We are failing at the point of transition. Most of us, we fail at that point. Umefanya kazi kubwa miezi 6. Only 2 days of transition zinakuangusha. Only 2. Bwana Yesu asifiwe sana. Vumilia tu. Vumilia, because you don't know. God has a plan. And he said, I got good plan. Not plan to destroy you, but a plan to make you better.
So whatever that is happening in your life, it is meant to make you better, is meant to make you grow, is meant to make you succeed. Kwa hivyo usione huyo mtu kama amekuwa mkali sana kwako, si kupenda kwake, amewekwa hiyo kitu. Ndio umeona amekupushi umeanguka, because Mungu alikuwa anataka maybe anashughulika na roho yako, makasiriko. And before, because God anaangalia anataka kukutumia in which line. Kama ni line ya kutengeneza nyoyo za watu, yako kwanza lazima ilaruliwe. Yako lazima ilaruliwe, itaburaniwe. Kisha ishonwe pole pole. Kushona roho si kitu ya kukibiria duga hapa, hapana. Kuna arteries na kuna veins na kuna vitu. Sasa lazima zote uziangalie venye utazistitch pamoja pole. Na inaweza chukua 10 years. Bwana Yesu asifiwe sana. It can take 10 years ya kushonwa pole. Na wakati itashonwa ikae mzuri, you be a darling of millions, because you will be able to handle everybody. Huyu anakuja na kiroho kyake, huyu ameitwa ubwa na msee. Huyu anakuja, unampatia hapa analalia, unamwambia wewe si ubwa, wewe ni mtu wa Mungu. Umeona? Huyu amekuja ameitwa takataka, unamwachia hapa, unamwambia wewe si takataka, wewe ni mtumishi wa Mungu, kaa hapa. Kisha unamtuliza, unamweka. Sasa huyu nikimpatia yeye anaitagwa takataka, anaitagwa ubwa nya wewe gondo weno. Alafu nimulete hapa, nimuite darling babe. Asikie wow. Uko ndiko korogwa dumeta na darling. Ataanza kufikiria nini? Amepata. Amefanya nini? Amefungukia. Ameanguka nayo. So mimi ambaye nilimfanya aanguke nayo, nitamsaidia mpaka ainuke nayo. Nimwambie you are not here because of being a wife. Ulikuja hapa kwa sababu goro yako yale darukagu. Na nidametuma wega. Nao na wewe endo saidie huyu mwingine. Bwana si ukuje ukue kisugu atakutile mudogo ukahaha, kutile mudogo ukaha. And this is imefanya acha adoka mwingine naye akuja apate mahali pa kufanya nini. Na wewe fanyika mwalimu, saidia wengine watatu. Na wewe fanyika mwalimu, saidia wengine watatu. Na wewe fanyika hivyo, saidia wengine. Kama ungezuiwa ungekuwa. Build your heart to become a big heart that can be able to win battles successfully. And that is the most important thing. That is the most important thing in anywhere. If we can have watu kama hawa wamejaa nyinyi yote. Kuja watu ambao wako na injuries, wewe umeshika watu wako watatu, wewe umeshika watano, wewe umeshika wanne, umeshika mse kama huyu analala, alafu unamwambia darling, kila mwela darling mzee. Tiga gukoma, dikira hujokiega. You see, and every people will be loving. We will build a society ambayo kila mtu anatamania kuishi. Because everybody will be caring, everybody will be loving. Everybody will be so there for you. Lakini si kuona Penina, unaona Penina akiingia pale unaona shetani ameingia. Unaona huyu mzee akiingia pale unaona kama ni kenyauke ameingia. Unaona yule mtu mwingine akiingia unaona kama ni yani you hate, yet you are in the presence of God. You don't love. You cannot share what you have with anybody because unafikiria tu kokia takuroga. Utafikiria nase akichukua ataenda kukuambia maombi baya. See, that's it's because you have not grown. The day you grow, hata mchawi utakaa naye kwa nyumba. Mimi sijalingi. Kuna mtu ananiulizaga uhatakate kutoa na muda niramenya ni kuhura la kuhura. Yaani unajua huyu mtu amenipiga kabisa, lakini tunatembea tunaye. Tunakula naye, namwambia twende kule. Nampeleka mpaka Serena. Na kula lunch mzuri because nataka kulilisi upendo kwake. Nimuonyeshe you don't fight, you don't kill. You never know kama naweza kuwa msaada kwako kesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kanisa likapata raha kote katika Yudea na Galileo na Samaria ikajengwa. Angalia, yule mtu ambaye angeuliwa ameleta nini? Raha. The man that was meant to be killed, Saul, amelete raha. Twice they tried to kill him.
Basi kanisa likapata raha kote katika Yudea na Galilaya na Samaria, ikajengwa ikiendelea na kuongezeka katika kicho cha Bwana na faraja ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. You see the victory? This is the victory you're about to be. This is the victory you're about to be in. If we can do the will of God and conquer what happens, kanisa likaongezeka likawa na raha, nyumba ikaongezeka ikakuwa na raha, biashara zikaongezeka zikakuwa na raha, watu wakaongezeka wakawa na raha. There is success, there is happiness when you are with God. And when you win battles, at the end of the way, you will become happy. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikajengwa Samaria, Galilaya, Yudea na Galilaya na Samaria zikajengwa. They were not there. But because of winning a battle, there is something God is giving you ahead. After Joseph winning the battle, he became the prime minister. He became the first prime minister of the world, and he became the hope of millions of people. After you win the battle, there is something new God is doing in your life. After winning the battle, there is something that God is about to do, because he put you into a test so that you can be a leader somewhere. You can be a guide somewhere. You can be he built Galileo. It's a city, it's a country. Judea, Samaria, those are cities. Out of what? Kuvumilia kwa mtu. Just imagine what you will become because umevumilia. Just imagine how powerful you are going to be just because you are kuvumilia. Just imagine where you are headed tomorrow, where you will be tomorrow, because you are kuvumilia. Because of winning this battle. Once you win battle, you conquer. Once you win battle, territories are given to you. Once you win battle, you become superior than anybody else, because you are not equal to them that have failed. Ikajengwa ikiendelea. Wakati Petero alipokuwa akizunguka pande zote, akawateremkia na watakatifu waliokaa Linda 33, akamwona mtu mmoja huko, jina lake Ainea. Mtu huyo alikuwa amelala kitandani miaka 8, maana alikuwa amepooza. 34, Petero akamwambia Ainea, Yesu Kristo akuponya, inuka ujitandikie, maana akainuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako, there is victory. But victory will come. I didn't hear that. After winning and being successful in your examinations. Thank you. It is not how you are saved. It is how you conquer. It is how you conquer your battles. Si kiokoko mingi. Hapana. Si mahubiri mingi ati intercessor. Si mahubiri mingi ati apostle or pastor. No. It is how you are able to navigate through. You navigate from one level, you are given this level. You navigate from this, you are given this. Na unaweza kunavigate to level 6, ujikute level 1. Tusimame kwa miguu yetu.